Sheria ya madini kifungu cha 7 kinatamka ni marufuku kufanya shughuli za madini pasipokuwa na haki madini. Kumetokea wimbi hivi sasa la watu wanajiamlia tu, kesho tunaingia kwenye leseni fulani, na wanakaa hapo kwa wingi wakitegemea kwamba serikali mwisho wa siku itakuja kuwarasimisha. Nataka nitoe onyo, vitendo hivi havivumiliki na si kwa mujibu wa sheria. Naelekeza maafisa madini wote wakazi wa mikoa yote hapa nchini kuhakikisha mnashirikiana na wenye leseni kuwaondoa watu wanaokwenda katika leseni za watu. Uvamizi wa leseni hauvumiliki na ni kinyume na taratibu. Na huu utaratibu wa hivi sasa wa kila watu kuingia kwenye leseni tukimbilia kwenye gold rush, nataka niondoe hilo swala hivi sasa. Nake ndio kimekuwa kichaka cha watu kuvamia leseni. Hii sekta haitatawalika kama tu watu wanaweza wakaamua kesho tunaingia kwenye leseni fulani, serikali itakuja hapa kuturasimisha. Hatufanyi kazi hiyo, na sio kazi ya Wizara ya Madini. Mimi siko hapa kusimamia rush. Kwa nataka nitoe onyo kwa watu wote ambao vitendo hivi vinazidi kuendelea hivi sasa. Sheria iko wazi. Ndio maana leo naelekeza hapa tufute hizi leseni. Na hoja kigezo kikubwa huwa ni kwamba leseni hizi hazifanyiwi kazi. Sio jukumu lako. Sheria imeweka utaratibu mzuri. Kama leseni haifanyi kazi, mtafuta, tutazipanga, tutazigawa, lakini sio kujiamulia. Hakuna mtu mwenye mamlaka kusimamia sekta hii ya madini zaidi ya sheria ambayo tunayo hapa. Kwa nataka niwaambie vizuri kabisa ya kwamba vitendo hivyo havitavumilika tena. Hauwezi ukajiamulia wewe. Ndio maana leo mimi hapa naagiza kufutwa hizi leseni ili tuje tuwapange vizuri. Kigezo ni kwamba maeneo watu wengi wameahodhi, hatuwezi kupata maeneo. Sasa maeneo yanapatikana. Nataka nione sababu nyingine ya watu kuvamia maeneo. Na katibu mtendaji wa Tume ya Madini, hakikisha unawasimamia RMOs wao watu wa kwanza kuhakikisha vitendo hivi vifanyike katika maeneo yao. Nataka tuijenge sekta ambayo pia tutaheshimiana na nidhamu iwepo, lakini pia izingatie utawala bora wa sheria. Vision 2030, madini ni maisha na utajiri.